katika ulimwengu huu lazima tutambue ulimwengu huu mwili tulionao umeumbwa kwa sababu ya udongo, yani umetokana na mavumbi. Kwa hiyo ulimwengu huu mwili haujui thamani ya kule mbinguni, ila roho ya mwanadamu inayoishi ndani yake ndio inatambua thamani ya Mungu jinsi ilivyo. Na ndio mwanadamu hata kama anaishi kutenda mabaya, ile ibada ya ndani huishi ikimkumbusha kwamba uko wakati ambao au iko thamani ya Mungu ndani yake. Na ndio maana hata kama mtu anatenda vibaya sana, lakini iko kitu ambacho ni kama nguvu ya ibada hukaa ndani yake, ikimkumbusha kwamba ni mtu ambaye anatakiwa aishi akimtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwili na vitu ambavyo tunaishi navyo vinatulazimisha kuishi katika ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana mwili hautambui thamani ya kule mbinguni, ila roho inajua nini Mungu anakitaka kwa mwanadamu, nini Mungu anakitaka kwa mwanadamu. Na ndio maana kazi ya mwanadamu ni kuutiisha mwili ili uweze kukubaliana kwamba uenende katika roho jinsi inavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiki ni kipengele ambacho ni kigumu, lakini lazima utambue kwamba baada ya maisha ya ulimwengu, baada ya vyote, lazima uende mbele za Mungu ukaeleze na ukatoe thawabu ya kile kitu ambacho ulikifanya duniani. Na ndio maana nasema hakuna mwana ambaye atasimama kubeba uovu wa baba yake, au hakuna baba au mama atakayesimama kubeba uovu wa mwana. Maana kila mtu ataenda mbele za Mungu na furushi lake kwa jinsi alivyoishi na kwa jinsi alivyotembea katika dunia, ndivyo hivyo ataenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu wakati wanamwambia kwamba amkufuru Mungu kwa sababu mambo mengi alikuwa amempata mabaya, yeye kuna neno anatamka, anasema kwamba mwili nilitoka katika mavumbi, lakini nitarudi katika mavumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mambo mengi alipitia, ndio maana akatamka namna hiyo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa sisi ambao tunaishi leo na katika kizazi hiki cha sasa, lazima tutambue na tuelewe kwamba Mungu yu hai, Yesu yu hai, Yesu anaishi. Nia yake ni moja, mwanadamu aweze kubadilika ili akaishi katika ile raha ile ambayo ameiandaa, raha ya milele. Na ndio maana kitabu kile cha Yohana 14 anasema kwamba alipopaa alienda kuandaa makao. Na anasema kama singali hivyo asingalituambia, maana nyumbani mwa Baba makao ni mengi. Kama sivyo asingetuambia.